Mambo matatu kwa nini Tanzania udikteta unaenda kufeli kwa haraka sana na kwa anguko kubwa sana. Jambo la kwanza, ulianza too late. Jambo la pili, matumizi ya nguvu kubwa pasipokuwa na akili. Na jambo la tatu ni movement za Gen Z. Naomba tufafanue. Udikteta wa Tanzania wengi tunakumbuka ulianza enzi sana za Magufuli. Lakini Magufuli alikuwa anatumia akili. Ya? Alikuwa anatumia akili kwa nini? Alikuwa anaonesha mshikamano wake kwa wanyonge na wananchi wengi wenye hali ya chini ambao ni majority kubwa ya population ya Tanzania. Ya pili, alitumia akili kupambana sana na rushwa. Kwa hiyo wananchi pia walikuwa wanafurahi kuona kodi zao zinafanya kile ambacho wanalipia. Na jambo la tatu, Magufuli alikuwa hafanyi mambo yake hadharani. Yaani alikuwa anafanya mambo yake chini kwa chini. Hata kuanza kukata upinzani nguvu, alikuwa anaenda nao polepole. Yeah? Alikuwa anaenda nao polepole step by step. No, sio kwa pamoja, yani utumia nguvu moja uhakikishe umemaliza kila kitu. Alikuwa anaanza na mmoja hadi mwingine hivyo hivyo, lakini pia kwa sababu huko anafanya mambo yake mabaya anafanya na mazuri, alikuwa anakubalika sana na watu wengi, hasa watu wa hali ya chini ambao ni majority ya population ya Tanzania. Tukompare na udikteta wa hawa wanaofanya. Hawa wanatumia nguvu nyingi sana, hasa kuwakandamiza wanyonge. Kwa hiyo wamejikita zaidi kwenye matajiri, wakasahau wanyonge ndio population yenyewe ya Tanzania. Kwa hiyo wamekosa support kubwa kutoka kwa wananchi wa hali ya chini, kutokana na kwanza maendeleo hakuna, shida zinaendelea kila siku. Watanzania wa hali ya chini na wengi wamekosa kurely kwenye polisi, hospitali, mahakama. Yani imekuwa hakuna haki yoyote wanaopata wananchi wa hali ya chini. Alafu matumizi makubwa ya nguvu. Matumizi ya nguvu kama waliofanya kwenye Oktoba 29 bila kutumia akili yoyote. Kwa sababu kama wangetumia akili, sidhani kama wangeshuti watu mchana peupe kwenye mitaa ambayo wanajua kabisa kuna CCTV cameras. Alafu wanashuti watu pia wanajua kabisa watu wanaweza wakawa na simu za mikononi. Hata kama huna internet, simu bado ina uwezo wa kurekodi. Na matukio mengine wanazoendelea kufanya ya kuteka watu mitaani. Yaani wanamteka mtu mchana kweupe afu wanakataa kuwa amemchukua mtu. Kwa hiyo hii inaenda kufelisha strategy yao hii ya kuwa dikteta, kwa sababu madikteta wengi duniani ambao wamefanikiwa mpaka ile wanatumia nguvu na akili kubwa sana. Yaani akili ni kitu cha kwanza, kwa sababu unajenga intelligence yako. Sasa hawa hawajengi intelligence, wanajenga nguvu. Mpaka sasa hivi tunakiona kinafanyika kwenye uongozi ni nguvu. Akili hakuna, maendeleo hakuna, mshikamano wa kuwafanya kwamba wao na sako fulani ya watu angalau wanawakubali hakuna. Yaani wao ni nguvu ya pesa, nguvu ya silaha basi. Haya, tunakuja kwenye harakati za Gen Z. Magufuli alikuwa anasupport sana watu wa hali ya chini, pia vijana. Alikuwa anasupport sana. Kwa hiyo hata kama ingekuwepo hizo harakati za Gen Z enzi zile za Magufuli, kusingekuwa na hii movement kubwa kiasi hiki inayoendelea sasa hivi kipindi cha Magufuli, kwa sababu wengi walikuwa wanaona kazi anazozifanya na walikuwa wanapendezwa nazo. Pamoja na mabaya yake, lakini alikuwa anafanya watu wa chini wajisikie comfortable, watumishi wa umma wafanye kazi yao, mapolisi wafanye kazi yao na kila mahali. Kwa hiyo wananchi wa hali ya chini wakienda sehemu walikuwa wanapata kusikizwa. Sasa hivi hawa vijana mnawaona wanakesha kwenye mitandao kupanga mikakati ya jinsi gani waiangushe serikali. Hawana ajira, hawaoni maendeleo, hawana pa kukimbilia wakipata shida yoyote. Alafu hawa madikteta wanazidi kutumia nguvu dhidi ya vijana. Kwa hiyo anguko la huu dikteta wao ulioanza kwa kasi muda mfupi bila akili, kwa kutumia tu nguvu, unaenda kuanguka haraka sana. Na hata mpaka sasa hivi watakuwa wameshaliona anguko lao.